anatutisha. Wengi kuna wale wako serious. Nakwambia kama yule mama wa jana, unasikia anakuja anasikiza anakaa chini anasikiza, anaokoka na anasema bwana yangu aombewe ni vile vile niwaambie. Kuna watu wanaita mbinguni. Hata hii mchezo yako. Umekuwa kwa kanisa. Miaka nenda miaka rudi. Na mbinguni malaika wanashangaa hawakujui. Wanasema hata nini umefanya kufanya hapa kwa sababu kubadili kisikieni. Hata na mimi ndio nani. Lakini kisikia unajua kile ambacho ulikuwa kama ni Mungu, acha. Kama ni roho, acha. Kama ni mwanana, acha mama. Kama ni malingo na nini na mambo mafupi, acha. Sio hiyo tuende mbinguni. Na wauliza hivi watu wa Nyuki West, sisi wote ni wenye dhambi. Ni kuongea na Mungu, unamwambia Mungu, nimesikia vile umetuambia, nimesikia. Na sasa tunaangalia mavitu ya Boma. Shika hii bahasha ya nani? Sasa hii tunaangalia mavitu ya Boma. Kwa sababu jana tuliangalia mavitu kule. Sasa tumeingia kwa Boma. Tuko kwa Boma. Tumefungua gate. Tuko huko sasa. Na kwa sababu tuko huko, kesho nitakuletea nini tutaona kule nje. Lakini kwa sasa tupesha tu tuingie kwa nyumba. Tunapoingia kwa nyumba, Mungu amekubariki wewe na ninajua hivi. Mungu atakubariki. Wachana na huko kwako kwa nyumba kwa sababu hapo tuko sasa kwako kwa nyumba. Mahali ambapo umejenga ulinunua ploti kweli ama uongo? Halo, ulinunua ploti kweli ama uongo? Ploti yako ulinunua pesa ngapi? Nilizoka sasa. Halo, ni laki 600. Ama hapa mashamba ni hizi. Mtaongea na mimi ama hamtaongea? Na nini? Umenunua vizuri na ukanunua kaploti. Kaploti kako ni 600,000 at the lowest price. Hiyo yangu tu nimechukua nikaona kama mlinunua kwa yako ni 600,000. Hiyo 600,000 taile ndio ni ngapi? Ndio ni ngapi? Hiyo ni nini mnaniambia? Wewe mzee. Wewe 120. Tumeona hivyo. Unasikia vile tumenunua plot ya mtu mmoja na ya huyu mzee. 600,000. Basi ndio ndio ni 100. Okay. Leta hii bahasha. Sasa 120 inaweza toshea kwa hii bahasha? Inaweza toshea? Talk to me. Inaweza toshea? Unaona ni kwa nini watu walikuwa wanataka envelope kubwa? Sasa ni kwamba unaona watu wamenunua kitu na kumkalia na hawajatoka. Kwa sababu hakuna biashara ambayo na kama hapa angeambia kama angeona 120 kwa bahasha moja wako kutoka nje. Kwa hiyo kanisa hili tunakwambia watu ni wezi. Hata ukiona wamekalia vipi ni wanugu wa kweli. Unajua yule wanugu ni wezi. Wanamlilia Mungu. Mtu amekalia ploti, mzee, ploti. Na wakati huu umekuja pasa kuhubiria kuenda mbinguni. Mwizi. Hiyo ploti unakalia. Na watani niwaambie, Yesu Kristo, yule mwana wa Mungu, ameamua ya kwamba usiku wa manane ndio atakuja kuokoa kanisa lake. Not so. Ndio unaandikia mtu akiba that very glorious morning. We shall meet again. Don't you remember? Ndio unamwandikia. Kwa sababu beyond saa 6 kwa wale ambao wamesoma. Sasa ameamua hizo saa ambazo hamjui, usiku katikati, usiku wa manane ndio nitakuja kuokoa kanisa. Niwaulize watu wa Mungu. Mungu atakukuta wapi? Yesu atakukuta wapi? Si atakukuta kwa usingizi? Halo. Mimi nitawaacha. Hapana, ni nini unafanya sasa?
Na wengine nao wanakuja kukaa kule nyuma. Ni mimi ninapatiana vitu. Mimi sijui nani anawaambia mkae hapo. Sasa sikia, temeni nao. Yesu kwa sababu ameamua kuja kuokoa kanisa lake usiku wa manane. Atakukuta wapi? Si atakukuta kwako kwa hiyo ploti na mke wako mkiwa mmelala. Unaweza kalia ploti ya wizi na uexpect Yesu akubebe udogo ploti ya wizi. Alafu leta pesa ulete kwa hazina ya Mungu. Na hakuna kusamehewa uzilete. Usianze kusema wakati wa siku tu. Makambi tumekuwa nayo miaka mingi sana wapo. Na umekuwa ukikaa kwa hii kitu tu. Hata kwa kanisa anakaa tu kwa kiti ya mbele. Huyu ndiye na mtoto wake. Ona mzabiri na jamaa. Mnafikiria sasa tutakuwa tunahubiria ati mnaanza kusema sikujua ni nini? Wewe ni mwizi, leta pesa sijie kwa hazina ya Mungu. Kama bado unakalia hiyo, kwanza kama unakalia hiyo plot, tunakalia na wewe na dili. Sure bet. Nione ukifika mbinguni. Nione ukifika huko. Tunakalia na wewe sure, for me I know. You will never get it. Unaibia Mungu na ploti. Unakaa hapo mzee ufikirie hata malaika gani akija na mabawa aweze kuwa na mabawa hapa ndiye anakuhubiria, huwezi kanyanga huko. Wewe ni mwizi na utarimei kuwa mwizi. Salimia mlie paka na muulize habari ya mwizi. Sikia ni kuna vitu ambavyo mimi hata sishindana nayo. Wewe usimuita mwizi, lakini shule kimatendo ni mwizi ama si mwizi? Kama ujui vile unakaa na Mungu na vitu vyako, jua you are out of heaven records. Hawakujui. Malaika hawezi kuandika mwizi, na tumekuwa tukifundisha hii lesoni kila mwaka. Usemi ni pasa mtuja na kufundisha hii. Hii umekuwa naye na unajua kitu chochote ambacho umekalia. Na ndio ninafurahi nikiwa pasa wa ICD. Kwa sababu wakikupatia mshahara wamekata. I'm clean. Wamekata. Chukueni yenu hata sitaki. Chukueni. Kwanza wananiondolea lawama. Na hata nawe unaweza fanya hivyo, uende huko ujiandikishe nao, uwaambie mahali ambapo umeajiriwa, wao wakikukata kila mwezi, uondokea mambo ya kuimba. Wewe ni mwalimu, peleka nini hapo, kwa wakikukata unaondokea mambo. Lakini unakaa tu hapo na wizi wako, alafu uanze hapa. Uko hapa kwa kwaya. Okay, endelea. Lakini utaibisha hapa, lakini uko mwana kondoo, utaimba. Wewe hapa duniani ufe. Ili ukienda kwa kaburi uwe umetumia kwa yako imeisha kwa kuimba. Lakini ya mbinguni niliona kuna dango hapo huyu akiongoza kwa jana. Hata kuna vitu huna. Kuna vitu wanachukua mtoto anafanya hivi ili waweze. Ngoja hapa tuonyeshe. Lakini tukikuangalia kwa rekodi za kanisa tuone hutoi. Ndugu yangu, uwe kumfika tukati. Niliwaambia hapa kuna lesoni 3 watu washiriki hawaelewi kwa hii kanisa. Mambo yako na Mungu, vile unahusiana na pesa zako, vile unashika pesa zako. Ujue ni aje mnapelekana na Mungu na mke wako. Hata nilienda mahali nikakuta kuna vita kati ya mume na mke. In fact mume anatoa pesa anaziweka kwa bahasha kama hii. Anasema hii ikienda kufika kwa yule ambaye anapewa aende iandike maana yake treasurer na ni mama, na matreasurer wengi ni wamama katika kanisa letu. Ni wamama waaminifu sana. Na uwezi ona ripoti ikichelewa. Chagua mzee uone ikianza kuchelewa kwa sababu alikuwa amenunua kondoo, sasa anataka kuuza achukue zilizo juu, ripoti inachelewa. Na anaendelea kuwa maskini wa kweli. Kwanza hiyo atupigi biashara nayo. Ipiga na nini? Huyu mama anaishikia juu. Na wameona mabaya sana kwa sababu ya hiyo pesa. Mama anaishikia juu na mke wake anasema haitapelekwa kwa siende. Wacha iende. Ni nini inafanya huko kwako na ni laana? Tende no offering ni laana, ni kifo mara moja. Hiyo sasa utuambie bila unataka. Kama umenunua plot
na hujatolea, hatutaki kukuachia laana. Tuita na Pastor Githuri na wale wachungaji wengine tumekuja hapa, utupatie pesa zetu. Sisi tulete kwa treasury wa kanisa. Aijaze iende. Tuache tukue tumekuombea hiyo. Usiniambie ni 120 ulipo usiweke kwa tumbo yako ulijua. Ulijua. Yeah. Watu walikuwa wanafikiria kwenda mbinguni si mchezo. Watu wanafikiria ati nikuja kwa makapi ati na tutaenda wapi? Wapi ni wapi huku unasema uende? Upeleke hili zia ninataka kuona. Shua plate tumeangalia na wewe. Uniambie utaenda wapi na hili zi wapi? Umekalia plot okay. Wacha kwanza nitaje kitu kingine. Wewe hata nimeenda basi sana kwa plot, acha ikae hapa nitaeleza nitakupatia. Tuende kwa magari. Zimejawa hapa, hata nisiangalie ziko hapa. Ziko hapa hata niliona hata kuna akina Dabukebi. Umetolea hiyo mali. Na kwa sababu umeenda mpaka kwa NTSA wakakupatia bima ya gari. Uliwashua kule mbinguni ukaona kwamba bima ya mbinguni uko nayo. Gari hiyo hutatolea. Na Mungu anakungojea tu. Na ndio unakimbia na 80 km per hour kwa hii barabara. Na Mungu anakulinda tu, analinda mwizi wake. Afike mahali aone kweli nini. Kwa sababu Mungu hataki wewe haraka, anataka ufikie hadi yako ya toba. Uachane na dhambi. Ni gani unaendesha kwa barabara ya rami na hujaipatia, hujaiwekea bima ya mbinguni? Uliinunua kwa pesa. Na hasijatolewa shughuli. Na hata tumekita bata wasi. Hujailetea pastor huyo mwingine mlikuwa na Yesu, sijui Pastor Mose, sijui Pastor nani, sijui Pastor Madenge, sijui Pastor Githuri. Hujamletea. Ulete hapo ulikuwa kibele yake. Umwambie pastor, ninataka hii kwa sababu hiyo ndio kanisa la Mungu limekuwa likifanya. Nani jana? Eti za agano la kale. Hakuna kitu kingeingizwa kwa kanisa la makokoa na mtu bila kuombewa. Lazima sasa unamletea gari. Unamwambia pastor, ninataka uombe. Pastor anajua vile anafanya. Anatoa fungu, anaandaa wazee, inashikwa kila mahali mataa na nini na huko nyumba kwa kuti na nini. Inaombewa. Alafu pastor mwenyewe unampatia ufunguo. Anaingia ndani huyu Pastor Githuri, anaigurumisha, anatoka nayo hapa mpaka pale kwa ukuta. Anairudisha nyuma, anatoka anafunga na kupatia ufunguo. Hiyo. Sasa hii gari yako. Kweli Mungu wetu ni wa ajabu. Ukisikia Mungu ni wetu anyaka nitoa chini hiyo. Ni wa ajabu. Imagine umekuwa na gari kwa barabara miaka hiyo yote. Na hujali, na hata hujali kama ukitolea. Na huko hapa ukiongea watu, na kwanza tukienda kwa crusade pale na Rumoro, vijana kwa Yesu, unajua, hiyo ni prophecy. Unyama wa kwanza anakaa hivi. Unyama wa pili, unafika kwa wanne ambaye ni mwanameno ya chuma. Unaambia watu kujeni sasa muone mnyama mbaya, lakini ujui kwako wewe ndiye mnyama wa tano. Kuja ujione watu ambao wanamwimbia Mungu waziwazi. Okay, acha nione. Kama uko na gari na ulitolea zaka na sadaka kikamilifu, inua mkono. Simama. Hizi ni gari zimesimama hapa. Okay. Endelee. Kama uko na ploti na ulitolea kwa ukweli kabisa, ukatoa vizuri, na unajua mimi nimetolea na mimi pastor usiniulize kitu na sina deni na Mungu, inua mkono. Sasa, Pastor Githuri, mimi sasa kama utainua mkono, ninafikiria nikupigia makelele. Sijia ni kwa nini. Wapi Pastor Githuri nimuone? Sasa, aone wasiki wake. Sasa, wanakaji. Utatolea, na niliwaambia tunatolea hata nguo za mwili sitapaswa. Hata ile ndani, mdogo sana. Imetolea. Na ndio unalinga nayo kwa hii wani. Hakuna hata usiende kutafuta, sikieni, usiende kutafuta stewardship wengine. Sasa ni nani huyo anaongea tu? Sasa ni unaongea kwa kanisa. Unatuambia nini? Tana na mimi. Wewe tana na mimi.